Every time when you come, you become an encouragement. Kila wakati unapoingia kwa ibada, unakuwa njia ya kutuweka nguvu na tunasema asanti. Nasema asanti pia, nikitaka kunena nanyi kuhusu neno ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Pia hili ni neno ambalo ni langu, sio tu lenyu, lakini it's my word. Na lile neno nataka kushiriki na wewe siku ya leo, linasema climbing with favor to the peak. Climbing with favor to the peak. Kupaa ama kuenda ukiinuka ama ukipanda stairs mpaka ufike kwenye kilele ukiwa ndani ya kibali. Ukiwa bado uko ndani ya kibali. Na kuna wakati nilisikia jamaa mwingine amekuwa akishtumu watu wa kanisa sana. Na alikuwa anasema mahubiri lazima iwe inafundishwa kuhusu favor, kuhusu kubarikiwa. But it's good also to know that this is part of what God has offered to do for us. He has offered to bless us. He has offered to put us in his favor. He has offered to walk with us. He has offered to supply to all our needs according to his riches in glory through Christ Jesus. So wakati tunaongea kuhusu hili neno, I know ni neno ambalo linatufaa sana. Na wakati nitakuwa nikishiriki hili neno, ningetaka pia nitumie maisha ya ndugu yetu ambaye tunaita David, ndiye ambaye tutatumia katika mafundisho ya siku ya leo. Na kuna maandiko tutasoma yako katika kitabu cha Samueli wa pili, mlango wa 8, tutasoma kuanzia mstari wa 1. Thank you. Tutasoma kuanzia mstari wa 1 na tutafikisha mstari wa 10. Lakini tunapofungua Biblia yetu ya Kiingereza, ningetaka nikuonyeshe favor ama kibali vile kiliingia ndani ya Daudi na vile alitembea na hiyo favor mpaka akafika kwenye kilele. Na kitu ya kwanza utakuja kujua ni ya kwanza kuchaguliwa kwa Daudi ili akaweze kuwa mfalme wa wana wa Israeli, ni favor ilihusika. Favor ni kumaanisha kuna wengine wamehitimu kukuliko. Kuna wengine hata wamefika mbele yako. Lakini kwa sababu uko na kibali, kila kibali kinafanya wengine waachwe, wewe uchaguliwe. Hiyo ndio tunaita kibali na pia tunaiita favor. Amen? So Daudi alianza favor yake kwa kuchaguliwa na Mungu. He was chosen of God. Kwa sababu wakati Mungu alitaka kuwa na mfalme mwenye atajaza pengo la Sauli, alimtuma Samueli katika nyumba ya Jesse, na Jesse alikuwa na vijana wengine ambao yeye mwenyewe baba ya wale vijana hakuona kama Daudi anafaa, lakini aliona labda hawa wengine kunaweza kuwa na mmoja ambaye anafaa. Lakini Mungu akawa ana kibali na Daudi. Na ndiposa wakati Samueli alienda kuteua mfalme, Mungu alimzuilia kuchagua mwingine yoyote mpaka ule wakati Daudi alipatikana. Wewe pia umepata kibali. Ni kwa njia gani umepata kibali? Ni kwa sababu maandiko yanasema sisi sio wenye humchagua Mungu, Mungu ndiye hutuchagua. You could not have found God. Yeye ndiye aliyekuchagua. Ile shauku yenye imewahi kuwa ndani yako ya kwamba hata kama kuna mambo mengine yanakusonga, kuna kile kitu kusukuma kwa Mungu, hiyo ni kibali. Jana nilisikiza msichana mmoja kwa hizi mitandao na nikasema Mungu kweli hajali uko wapi. Na this land was talking of a very wicked life yenye alijipata
Hiyo ndio imekuwa maisha yake, sio kwa kuchagua, lakini ilikuwa tu ndio ile njia tu angeweza kuishi na kuendelea na maisha. Lakini kitu moja nilisikia huyu msichana akisema mara nyingi, hata wakati alijipata katika uovu mbaya sana, alikuwa anaomba. One time alisema because maisha ilimsukuma, msichana akawa kahaba, akajipata yeye ni kahaba. Na siku moja akiwa katika zile dance, alikuwa anasema ni strip dance. Ako kwa dance na wana dance ili mtu achaguliwe na mwanaume. And what happened? A man came katika hiyo dance na akachagua yule msichana. Lakini msichana alikuwa na hisia hataki kwenda na huyo mwanaume. Lakini mwenye klabu alikuwa amelipwa. Kwa hivyo akaforce msichana, lazima uenende na huyu jamaa na hataki mtu mwingine, ni wewe anataka. Sasa msichana alipochukuliwa akawekwa kwa gari ya kifahari sana, akapelekwa kwa nyumba ya kifahari sana, kulikuwa na kila aina ya pombe. Lakini ilifika wakati sasa kile msichana alikuwa anaogopa kikadhirika, kwa sababu wakati huyu mwanaume alitoa nguo alikuwa amejaa vidonda kila mahali. Alafu akaambia huyu msichana, nilipokuona nilikumbuka msichana mmoja mwenye alinitenda vibaya sana, na kwa hivyo nikasema wewe ndio ninataka na sitaki mwingine. Na wakati yule msichana aliona huyu mzee vile hako, akajua huyu ni ukimwi, sio kitu kingine. What will I do? Imagine she said I prayed. She said I prayed, niliomba. Na wakati niliomba, Mungu akanipatia hekima. Nikaambia huyu mzee, hii Guinness ninakunywa hainileweshi na ninataka kukufurahisha sana. So, nipatie mzinga. Nipatie nini? Mzinga. Now, alipoletewa mzinga, akachukua another glass. Sasa kuna glass ya Guinness na kuna glass ingine yenye aliweka pale chini. Sasa alikuwa anajaza glass hiyo ya mzinga, ananywesha kimzee. Kimzee kinakunywa, alafu anaongezea Guinness, kinakunywa. Kimzee kikakunywa mpaka kikaanza kusinzia. Akakisukuma polepole, akakiweka kwa kitanda, akachomoka. Si Mungu alimsaidia? So, what am I talking about? Favor has already located you. Hata huyo msichana, favor has located her. Ndio ilimuokoa katika lile janga. Na saizi akiongea, ameokoka. Kwa hivyo usimuone vile Mungu amefanya nini? Amemuokoa. So ninasema nini? Mungu alichagua Daudi kupitia favor. Ni nini ilifuatilia? Mungu hata kama alichagua Daudi na akamwagia mafuta, Daudi aliendelea kukaa katika hali yake ambayo ilikuwa hali ya maisha ya chini, akiwa bado na favor. Hali yake ilikuwa gani? Maandiko yanasema yeye ndiye alikuwa amekabidhiwa jukumu ya kulisha kondoo. Kwanza ndugu zake huwa wanasema tukondoo tuchache, just a few sheep. Tukondoo tuchache uliokuwa utajiri wa baba yake, Daudi ndiye alikuwa anafanya nini? Anauchunga. Lakini sababu ako chini ya favor, kitu ya kwanza akaendelea kuheshimu kazi yake, na akiwa katika udongo wake, in his low situation, akatembea na Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo maandiko yanasema kulikuwa kunakuja bia na kulikuwa kunakuja lion, lakini zote akafanya nini? Akashinda. So God walked with him katika kibali. Sababu wacha nikuambie, kukubana na lion ikuache ukiwa hai. Usidhani ni nguvu yako. Nimewahi kufanya kazi Kijabi Hospital na majeruhi ambayo tumewahi tibu sana ni ya Wamasai wakiwa wamevamiwa na lions, kwa sababu wanakuanga kule kichakani na wanaadhiriwa, wanararuliwa, anakuwa kitu bure. But what does the Bible say? Daudi hakuwa jeruhiwa, yeye ndiye alikuwa anamaliza nini? Anamaliza zile vitu. And then kutoka hapo, what happened with David?
How did he walk under favor? Aliajiriwa na mfalme wa ile siku ambaye anaitwa nani? Sauli. Na kwa sababu ya favor yenye alikuwa nayo, mtu anaitwa Sauli akamchukia, akataka kumuua. Sio mara moja, sio mara mbili, lakini Daudi akaendelea kuonyesha uaminifu na utiifu na heshima kwa kiongozi wake, under the favor of the Lord. What am I talking about? Hata kama unajua uko na favor, umechaguliwa, umeteuliwa, ni vizuri usijirukishe kitengo kenye Mungu hajafanya nini? Hajakurudisha. Mungu anaheshimu mwanzo mdogo. Hapo atakuletea favor na itakusustain katika ule mwanzo mdogo. Pia atakuondoa katika ile nafasi akupeleke juu kiasi. Na hivyo ndivyo alifanya na ndugu yetu Daudi. Sasa akamjalia, ako katika nyumba ya mfalme, analala kitanda kizuri, anakula chakula ya kifalme, anaitanishwa na familia ya kifalme, lakini bado favor ilikuwa pamoja na yeye. Ilikuwa pamoja na yeye kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa katikati ya adui yake. Sauli alikuwa amemdharau, Sauli alimchukia, Sauli alimtaka akafe, lakini kwa sababu ya favor hakuwahi hata mjeruhi hata siku moja. Kutoka hapo Daudi alienda aje? Sauli alikufa. Na wakati alikufa, yule ambaye alikuwa kijana wa Sauli anaitwa Ishboez, ndiye alifanyiwa mfalme wa mataifa yale mengi ya wana wa Israeli. Lakini kataifa kamoja kanaitwa Juda kakasema, yule sisi tutafanya kwa mfalme wetu ni mtu anaitwa nani? Anaitwa Daudi. Bado Daudi akanyenyekea. Ni kweli nilimwagiwa mafuta nikuwa mfalme wa taifa lote la nani? La Israeli, lakini 11 hawanitaki. Kataifa kamoja ama katraibu kamoja ndio kananitaka. Akanyenyekea. For 7 good years the Bible says Daudi akaendelea akitawala kale kataifa kamoja. Lakini ikafika wakati huyu mwenye alikuwa ameteuliwa alikuwa anapatiwa nguvu na mwanajeshi mmoja wa upande wa Sauli mwenye anaitwa Abner, lakini Abner akauliwa. The Bible says wakati aliuliwa, huyu kijana wa Sauli akapoteza matumaini, akajisikia yeye hana nguvu ya kuendelea, na kisha kukajitokeza majamaa wakaona sasa huyu hana ulinzi, wakaenda wakamuua na wakakimbia kwa Daudi, wakamwambia tumeua yule ambaye alikuwa ameshika ufalme ule upande mwingine. Hapa nitarudi tena, lakini the Bible says all the Israelites na viongozi wao wakakuja kwa Daudi wakamwambia, sisi tunajua wewe ndiye uliomwagiwa mafuta utawale taifa lote la nani? La wana wa Israeli. Na leo tumekuja kukujumuisha usitawale tu Juda, lakini hata sisi tunataka ututawale. Let me tell you, whatever can pull a crowd kukuja kwako is nothing but favor. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi akatembea katika favor. And then akafika kwenye kilele. Sasa kwenye kilele ndio tutatulia kidogo na ndio tutasomewa. Sasa hii kitu ujue venye sitawahi anguka hapa. Hiyo ni kazi yako. Haya tusomewe 2 Samuel chapter 8. 2 Samuel chapter 8. Kuanzia verse 1. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linatoka katika kitabu cha Samueli wa pili sura yake 8 na tunaanza. Baada ya hayo Daudi aliwapiga, akawashinda Wafilisti, akauteka mji wa Madhema kutoka utawala wa Wafilisti.
Kisha aliwashinda Wamoabu, aliwapanga katika mistari mateka hao na kuwalaza chini. Aliamuru wale waliokuwa katika mistari miwili wauawe na wale wa mstari wa tatu waachwe hai. Hivyo Wamoabu wakawa watumishi wake Daudi na wakawa wanamlipa kodi. Mstari wa tatu. Daudi pia alimshinda Hadazeli mwana wa Rehobu mfalme wa Soba. Daudi alipata ushindi huu wakati Hadazeli alipokuwa njiani kwenda kulirudisha eneo la mto Euphrates kuwa chini ya utawala wake. Daudi aliteka farasi 1700 na askari wa miguu 20,000. Kisha Daudi alikata mishipa ya miguu ya nyuma ya farasi wote wa magari, ila alibakiza farasi wa kutosheleza magari 100. Mstari wa 5. Nao Waaramu wa Damasko walipokwenda kumsaidia Hadazeli mfalme wa Soba, Daudi aliwashambulia na kuwaua watu 22,000. Halafu Daudi aliweka kambi za kijeshi katika mji wa Waaramu na Damasko. Basi Waaramu wakawa watumishi wake na wakawa wanalipa kodi. Mwenyezi Mungu alimpa Daudi ushindi kokote alikwenda. Daudi alizichukua ngao za dhahabu walizobeba wanajeshi wa Hadazeli na kuzipeleka Yerusalemu. Pia alichukua shaba nyingi sana kutoka mji Beta na Goroadi alipokuwa mji wa Hadazeli. Mstari wa 9. Wakati Toi mfalme wa Hamadi aliposikia kwamba Daudi ameshinda jeshi lote la Hadazeli, alimtuma mwanawe Yoabu kwa mfalme Daudi kumpelekea salamu na pongezi, kwa sababu alikuwa amepigana na Hadazeli na kumshinda. Maana Hadazeli alipigana na Toi mara nyingi. Yoabu alimpelekea Daudi zawadi na vyombo za fedha, dhahabu na shaba. Amen. Yeah, so what am I saying? Wacha nisome kwa Kiingereza sababu hiyo Kisungu iko na majina mengi, Kiswahili iko na majina mengi mazito. Inasema, after this David defeated and subdued the Philistines, conquering Gath, their largest town. David also conquered the land of Moab. He made the people lie down on the ground in a row, and he measured them off in groups with a length of rope. He measured off 2 groups to be executed, for every one group to be spared. The Moabites who were spared became David's subjects, and he paid him tribute money. David also destroyed the forces of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. When Hadadezer marched out to strengthen his control along the river Euphrates, David captured 1,000 chariots, 7,000 charioteers, and 20,000 foot soldiers. He crippled all the chariots, horses, except enough for 100 chariots. When Arameans from Damascus arrived to help King Hadadezer, David killed 22,000 of them. Then he placed several army garrisons in Damascus, the Aramean capital, and the Arameans became David's subjects, and he paid him tribute money. So the Lord made David victorious wherever he went. David brought the gold shields of Hadadezer officers to Jerusalem, along with a large amount of bronze from Hadadezer towns of Teba and Berothai. When King Toi of Hamath heard that David had destroyed the entire army of Hadadezer, he sent his son Joram to congratulate King David for his successful campaign. Hadadezer and Toi had been enemies and were often at war. Joram presented David
with many gifts of silver and gold and bronze. Now, hiyo najua ni hadithi moja ya zile hujawahi sikia, ama ni hadithi moja ya zile ambazo ni ngumu kwako, lakini usiogope. Nitairahisisha kwa uwezo wa Mungu na utatoka na kitu mahali pale. Nimekwambia tumetembea katika kibali mpaka tufike kwenye kilele. Na ukiangalia katika hii hadithi ni kama kwamba mtu anaitwa Daudi amefika katika kilele kwa kutembea katika kibali chake Mwenyezi Mungu. Tunaanzia na kuona Daudi akivamia Wafilisti, na alipowavamia maandiko yanasema aliwashinda, na sio tu kuwashinda. Kuna mfalme mmoja Wafilisti walikuwa wamemteka nyara na wakamfanya akae chini yake, lakini wakati huu wenye Daudi alikuja kuwapiga alimnyakua akamkomboa kutoka kwa Wafilisti. Hivyo ndivyo alipigana ile vita, na kutoka hapo tunajua Daudi, watu wengi tunamjua akipiga Wafilisti, tunamjua akipiga Wafilisti sana, lakini hapa tunamuona akipiga taifa zingine. Anapiga Wamaleki, anapiga wa Moabi, anapiga taifa zingine nyingi. Lakini maandiko yanasema hata jinsi yake sasa ya kupigana ni kama mchezo, ni kama kitu anafurahia, kwa sababu hapa kuna mahali amesema kuna taifa alilokuwa akipiga, lakini alikuwa anawapiga kama kuwachezea. Alikuwa na futi, ni kama walikuwa wametokea wakiwa wengi, lakini alikuwa na futi kama ile inakuanga na mafuti. Na alikuwa anafanya nini? Alikuwa anapima kiasi. Anasema kutoka hapa futi imeanzia mpaka hapa, muweni hawa, alafu anawacha wengine, tena anapima wengine, anasema uweni hawa. So akabakisha wengine na wengine akawaua. The Bible says hawa watu wenye aliua vile walikuwa chini yake, they became his captive, na wakaanza kumtolea tribute. Tribute ni nini? Ni kama kumlipa ushuru, walikuwa wanamtolea ushuru. Biblia inasema kuna lingine, hata sio hawa aliopiga, alienda kwa farasi zao, akazikata hii miguu na akazikata miguu. Hawa watu wakasarenda by themselves. Mtu anaitwa Daudi akawapiga. The Bible has finished na kusema hakuna ile taifa Daudi alivamia ambalo hakushinda. Kwa hivyo ni kama alikuwa ametake control. Everybody that needed to fight hangeweza kudhubutu Daudi, na hakuna aliyejaribu akashinda Daudi. So Daudi alikuwa amefika wapi? Amefika kilele, mpaka akafika mahali jamaa mmoja anaitwa Joram akasikia kuna adui yenye amekazana na yeye many times, lakini hakuwahi. Akapata Daudi alipoingia katika vita kupigana na huyo mfalme, alimshinda. The Bible says alituma kijana wake kamwambia hii sadaka ama hii zawadi pelekea Daudi, na pia umwambie congratulations sababu amefanya kazi nzuri. Tuko pamoja. Amefika katika kilele. Hakuna mtu anaweza kusema atakuja kupigana na yeye arare eniteterodhea. Wow, si akuja, angekuja jana. Huwa anataka kupigana na mimi, asikuja, angekuja lini? Angekuja jana. Huyo alikuwa amefika mahali. Mama mmoja aliniambia yeye haogopaji vita na shetani. Mahali amefika, akishinda vita moja anasonganga mbele akiuliza hiyo ingine ni ya siku gani, sababu kitu moja anajua, hakuna ile vita tawaingia bibi yake na ufalme wa giza ikuwe yeye ndiye atashindwa. That is coming to the peak. Bwana asifiwe sana. Now, wakati uko katika peak, ni mambo gani yanadhihirisha that now you are at the peak? How do you tell? Sasa mimi nimesonga hiyo safari na nimefika katika nini? Katika kilele. Unajuanga umefika katika peak wakati
Sio wewe peke yako unajisaidia na kile unafanya. You have come to a point kwenye unaweza kunyoosha mkono usaidie watu wengine. Ile biashara yako unafanyanga, sio tu kanyumba kako unalisha. Kuna familia ingine, kuna watoto wengine yatima, kuna watu wengine waadhiriwa, na unajua hawa niko na uweza sio tu wakulisha jamii yangu, lakini pia naweza kuwanyoshea mkono. Why am I saying this? The Bible has started by telling us, wakati Daudi alipigana vita ya kwanza na Wafilisti, alikomboa mtu mwenye alikuwa amefanyiwa mateka kwa muda mrefu. Hiyo ni kumaanisha nini? Hapo anaenda kupigana kwa ajili ya huyo mtu, lakini alikuwa ana uweza wa kutokuwa ya kwamba anapigana tu kwa ajili yake, lakini anapigana kuwasaidia wengine wenye pia wamelemewa. Are we together? Yes. And so the Bible is saying he was that capable. Alikuwa na ile uweza. So what am I telling you? Unajuanga umefika kilele when your prayers, they are not only focused on you. You can pray for others. I thank God on Friday, that other Friday, wenye walikuja hawakujiombea, ndio waliniambia you are praying for other people and for other people's need. That is the level they have come. Wakati utafika mahali ya kwamba kila unafanya, you are not doing only for yourself, you can extend a hand to someone else. Hiyo ndio kufika katika nini? Katika kilele. Number 2 thing, what happened with David? You no longer panic over the battles you have been fighting, but you treat them like fun. Zile shida, vita zilikuwa zikikustua, ukisikia ziko ama kila umekuwa ukifanya kwa uoga mwingi. And I know hakuna kitu kinaanzaga kwa ujasiri. Hata huyu Daudi, there are many verses ameandika, when I'm afraid I trust in you. Hiyo ni kumaanisha nini? Hakuanzia na ujasiri. Hata wakati aliua Bia mara ya kwanza, he was not that confident. Alikuwa anasema Mungu nisaidie, sababu hapa naweza kuuawa, lakini ukinisaidia naweza kuishinda. Daudi alipigana vita mpaka ikafika mahali vita kwake ni kama kukunywa uji. Anafurahia. Tajiraterere, uko vitani na uko na viti ya kupima, nitaua hawa, nitawacha hawa. Wakati hawa wanapimwa, hawa wengine wanafanya nini? Sipi kumaanisha wamegadamishwa na uoga. Wanagojea utende kile utawafanyia, sababu kulingana nao wako mikononi mwako. When you have breakthrough, even in your place of work, what you are fearing, hata kufungua biashara, kuna watu wengi sana tumewahi ogopa. Sijawahi waambia mara yangu ya kwanza kuenda kuuza mananasi kwa gari, ile uoga ilikuwa imenijaa. Daigua ya itare daigua. There is no one who doesn't fear kuanza kitu mpya. Hata kuajiriwa mahali hujawahi fanya kazi, unapelekwa mahali unaona kazi mara ya kwanza, mwenyewe hata ja kuonyesha inazimwa aje, unafanya kama Sarafina. Sarafina ajui kuzima gas na imechemka, maziwa iko karibu kumwagika. You become afraid ya kuanza chochote, lakini hiyo kazi utaifanya mpaka unaweza kuifanya ukiwa umefunga macho. Just do whatever you have been doing. You have now overcome every fear. Umejua mbinu zote, umejua jinsi ya kufanya na haikutishi tena. Hapo ndio unajuanga umefika wapi? Kilele. Lakini kama bado unasumbuliwa na hiyo na kuamuka kwenda kazi, kama bado unasumbuliwa watoto watasoma na nini, hujafika kilele. Kama bado chakula ya watoto bado inakukusumbua, hujafika kilele. And when you get there, kila kitu itakuwa kwa kabati, unashughulikia mambo mengine. That is getting to the peak. Whatever has been difficult for you becomes very easy. Number 3 thing, wakati umefika katika kilele,
what you labored for flows freely. Kile ulikuwa unang'eng'ana kupata sasa inakuja kwa mtiririko, inajileta yenyewe. Maandiko yamesema one of the things that happened wakati Daudi alifika hapa, na kuna nyuma amepigana vita na ameshinda watu wengine, lakini hakuna taifa hata moja limewahi mletea tribute. Lakini this time sababu amefika kilele, amefika mahali kile alikuwa kuna wakati mmoja Daudi alienda kuomba chakula na akanyimwa na yule jamaa anaitwa Nabal. Kuna siku hakuwa, because angeenda kuomba kama angekuwa nayo, lakini amefika mahali sasa ni kukaa chini, zile zinaingia kwa account. Sasa ni kukaa chini, zile zinaletwa kwake. Whatever he was fighting for is now flowing freely. Watu wa biashara huwa wanasema you have not worked kama bado wewe ndio kama hujafika mahali pesa sikufanyie kazi. That ili kwamba account ingie kwa mfuko wako, lazima uamke mapema, lazima uende kwa hiyo kazi, ukae masaa 12 na still bado uko chini sana, bado uko very low. Lakini Daudi akafika katika nini? Katika kilele. I'm saying we have a long way to go. Hata hii anointing, there is a pastor nilikuwa nashangaa sana, because every time angefanya crusade, hata ongea maneno matatu, people were running here to get saved. Mimi nilikuwa ng'eng'anaga na sionagi wakiokoka. Lazima niendelee mpaka ile wakati nitaona wanajileta wenyewe. Bwana sio sana. Ni kufika kilele. Ni kufika nini? Kilele. Umefanya kila ulikuwa unaogopa, umekifanya, kimekuwa part of you, you can do it, na sasa kinaleta matokeo by itself. What am I talking about? Walking with the favor to the peak. Hiyo ndio naongea siku ya leo. And then the other thing, the fourth thing, your effort comes to a level of getting celebrated and rewarded. Wakati umefika kilele, sio wewe tu unafurahia, tufeza tu otaraga, wehingerete. Kwa sababu unaanza kwanza wenye tunapataga pesa, makobore, ma50, ma100. Tunaona hiyo pesa, tunafungaga mlango sana. Wakati tunarudi jioni, tukifunga mlango, nigenda tutare makobore, uige kando, mafao, uige kando, ma50, uweke kando, alafu ujumulishe, wacha zifika 3, ohoragera rohe guaine, nyorea mokete wega. Now, you come to a level whereby what you are doing is not only you who is seeing, it is seen by others. Your effort is noted. Unawekaga ni kumenyekete, inaonekana. Not only that, iko na watu wanaisherekea. Umefika mahali watu wanasherekea bila unafanya biashara. Si watu nasherekea mwagi wa Equity. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna form za basari huwa anatoa. Si tumefika hapo? Lakini hakuanza hivyo. Kuna wakati alikuwa nini? Alikuwa chini. So there comes a time, kila unafanya, it is celebrated, you are congratulated, and you are rewarded for. Imagine na unapewa nini? Unapewa zawadi kwa sababu ya kufanya kile kitu. Kuna hawa watu wenye huwa wanaingia katika Nobel Prize. Unajua watu watu wa chini wengi, but do you know they get gifted highly. Wanapewa mazawadi za juu sana, na tunawa celebrate all of us. Wagare wa Maathai alikuwa maskini, si alikuwa amepigana vita akiwa bado na mali zake, lakini alifanya kile alikuwa anajua kufanya mpaka dunia yote ikaputa stop. Lazima tutambue kile anafanya nini, anafanya
celebrated na pia akapewa zawadi kubwa sana. So you come to a point, your effort is congratulated, is celebrated, and is also rewarded. That is when you go to the peak. Tuko pamoja? Now, nataka nimalize kwa kuuliza, how do we climb? Because wengi wetu tumewahi jaribu, lakini tumefika, tuko wapi katika hizi levels? Maybe hatujafika, maybe tuko pale chini sana, lakini how do we climb? Number one thing, usidharau mwanzo mdogo. Kama unataka ku climb to the highest, don't underestimate. Usidharau mwanzo nini mdogo. Hebu niambie, kama Daudi angemwagiwa mafuta na aende ambie Sauli, sasa unajua mimi ndio mfalme wa hapa, unadhani kungetegedeka nini? Unajua angeuliwa hata kabla ajijue yeye ni nani. And there are so many of us, wakati tunajua I'm gifted, I'm blessed, I'm called of the Lord, tunaanza kuchukia na kudharau kile tulikuwa tunafanya. Ile kazi ulikuwa unafanya, usidharau, usichukie, endelea kuifanya. Na kama hauna, tafuta kazi, hata kama ni ya chini sana, tafuta hiyo kazi na uanze kufanya, kwa sababu hapo ndipo Mungu atakuona na ataanza kufanya nini? Kukuroketi na kukuinua kutoka level kwa level nyingine. Na huwa nasikiza sana ushuhuda wa Bishop Harrison, na kuna kitu alisema vile alianza mwanzo ukiwa chini, very low. Hata kuna wakati mmoja akiwa tu anahubiri, alienda akifuatana na wahubiri wengine. Alipofika pale kwa mlango, because ya vile alikuwa anaonekana na vile alikuwa anakaa, wahubiri hawa wengine na wazee wa kanisa yake wakaruhusiwa waingie. Alipoanza kuingia, mama mmoja, mama kanisa yao akamstop. Alipojaribu kumwambia wacha, akamwambia wewe kijana, tafadhali tuheshimiane, hapa ufanye nini kuingia? Unajua alikaa wapi? Alikaa kwa umati. Umati ulikuwa unapewa mokimo na haikuwa inawekwa kwa sahani, ni ushikisho mokimo na chai huu mkono mwingine. That is what happened. Mahali aliketishwa alipewa mokimo, na sababu alikuwa anajua angefanya nini, ni kuchukua tena haraka na kikombe ya chai. Sasa waliaibika wakati kuliambiwa mhubiri mwenye sasa atatuhubiria akuje. Hata hawakumpatia maji aoge hiyo mikono. He says alihubiri bado na mkimo kwa nini? Kwa mikono. Hata aliwekelea watu mikono hiyo ikiwa gwara sababu ya ile mkimo. Do not despise your humble beginning. Make sure you are occupied doing something yenye Mungu ataona utafanya kazi, atakuonea pale. One of the things you are going to realize, hakuna mtu ambaye amewahi hitwa kutumikia Mungu kutoka kwa kitanda. Believe me, hakuna hata mmoja. Wote walipatikana wakifanya kitu, hata kama ni ya chini sana, hata kama they are making losses, kama Peter na Yohana. Hawakuwa wana make anything, but they were still doing what? They were still fishing. So make sure you don't despise your humble beginning. Here's the thing. Be faithful and respectful to your bosses. Wakati unapata nafasi ya kwamba sasa niko na nafasi, nimejua hii ndio ofisi yangu, hapa ndio nafanyianga kazi, kuwa mtu mwaminifu na mtu aliye na heshima. Na angalia mtu anaitwa Daudi. Wakati alikuwa anafanyia Sauli kazi, alikuwa mwaminifu sana na alikuwa mtiifu sana, na hakuwahi tukana Sauli. Hata wakati alikuwa na nafasi, he never, kwa sababu alijua yeye ni mkuu wake na yeye alimwagiwa mafuta mapema kumuliko. So he never dared. And then number 3, fight the necessary battles only. Usikubali kupigana vita zenye hazikuhusu. Biblia inasema wakati Daudi alienda kupigana mara ya kwanza na Goliath, aliambia Goliath, leo hii utajua ya kwamba hii jeshi
yenye unadharau na wana wa Israeli ni la Jehova Mungu. Na kwa hivyo Daudi alijua wale watu hawezi pigana nao ni wana wa Israeli. He knew, I cannot fight my brothers. So he fought only the necessary battles. Na by the way, kukawa na nafasi moja, jamaa mmoja akakuja akijiambia anakuja kupewa zawadi, sababu alikuja kuambia Daudi, nimepata Sauli amegongwa vibaya katika vita, alafu akasema kama uko karibu nikatanishe kichwa nikufe, nisikuja kuuawa na hizi vive, nisiwawe na hao wenye watastahili. And then mwenye alikuwa amuue, sababu alikuwa mbeba wake wa vitu za vita, alikataa. Na wakati alikataa, Sauli alijirusha, akajiangusha kwa mkuki, akakufa. Huyo mbeba vitu zake za vita pia alijirusha, akakufa. Kajamaa kamoja kalikuwa kanaregarega, kakasema hapa kuna zawadi, mimi nitakimbia na nibebe kichwa ya Sauli, niaje niambie Daudi nimeua huyu sababu ni adui yako. Unajua kile kilitendeka? Yeye ndiye aliyeuliwa. And David went to mourning, sababu alijua Mungu hakumumwagia mafuta apige ndugu zake. He knew that. The other one, hawa wawili wenye waliua sani ya Daudi, mwenye alikuwa the king, nao wakaenda mbio kuambia Daudi, sasa tumemalizia Ishiboeshi kijana wa Sauli, sasa utachukua utawala, wewe ndio utatawala. Again aliwaua. Na kwanza hawa aliwaua na akasema waanikwe kwa miti, wakae huko waonekane, because he said, how can you kill an innocent man? Alikuwa kwa vita wapi? Because walimpata tu kwa kitanda na wakamuua. Akawaambia, that is wrong. I cannot kill somebody mwenye hata hana vita na mimi. How many times do we fight one another? Instead of fighting the necessary battles, I fight my sister, I fight my brother, I fight my fellow person, na ninakosa kupiga vita yenye inanifaa. David knew, it is true, I am loaded with the power, I am anointed, no one can conquer me, but I know who to target in my battles. May we target our battles in the right places. The other thing David did, ili aweza kucribe, iti ya kwanza, he never gave himself any rest. Hebu soma katika kitabu cha Samueli wa pili, number 7, chapter 7 verse 1. The Bible says, ya kwamba Daudi akawa amepigana vita mpaka akafika mahali vita zikatulia. Nao Mungu akampatia pumziko. Unisikiza vizuri. And God gave him rest. He never rested. Hakuna siku alichukua kiti akasema nilipigana sana jana, sasa wacha nipumzike. He continued fighting. And by the way, there is a verse David says, I will never give myself rest. Hata sitawahi kubali macho yangu itungane until I find my God. Nifanyie Mungu nitengenezea Mungu mahali pake. He never gave himself any rest. How many of us tunapigananga vita leo na ni kweli tunashinda vizuri sana, but then we give ourselves rest na hatutacribe, because we need to press on. We need to continue fighting until God himself ndiye atatupatia hiyo pumziko, sio sisi baada ya kumaliza ile kazi. Na kitu ya mwisho, he never forgot the quarrel he was dug. He never forgot the quarrel he was dug. Ukisoma, I don't know whether it is chapter 6 of the same Samuel, Biblia inasema wakati sasa alifika mahali vita zikawa ni kama zinampatia nafasi, alijenga asete inaitwa City of David. Akaijenga vizuri sana, lakini akafika mahali akaongea na nabii anaitwa Nathaniel. Akamwambia, imagine nimejenga my city and it is so wonderful,
to be my city. Ninakaa kwa nyumba mzuri, lakini sanduku la Mungu la agano bado liko katika hema. Na akasema, I cannot forget, nilikuwa mlishaji wa kondoo kule kichakani. Mungu akakuja akaniokota, akanipigania vita, ameniketisha katika kiti ya ufalme. I now wanted to build a house for the Lord. Although Mungu alimzuilia, he never forgot ni wapi Mungu amemtoa. Na wakati anakumbuka mahali Mungu amemtoa, alikuwa anajiuliza, what can I do for that God? What else can I do for him? Nimekwambia siku ya leo, we can climb to the peak. Tunaweza kupanda. Na wengi wetu tumewahi anza hii safari, lakini huwa inaabort before tufike kilele. Wengine wetu tunakufa moyo, wengine wetu tunapoteza matumaini, wengine wetu tunaanza kujigamba, it is I, me, myself, ndio nimejileta hapa, and then we push God away. Lakini tukiwa watu wanajua, God did not begin with us to leave us katikati ya njia. Mungu hakuanza na sisi atuachie njia katikati. Alianza na sisi, atembea na sisi mpaka tufike nini? Kilele. Na kilele kile kikubwa sana ni kwenye uhai wa milele. I thank God what Mama Mary was saying. Kitu moja na tamani ni kuingia katika hiyo lango. Hiyo ndio ile kilele kubwa sana. But before we get to that kilele, in this world, we need to continue climbing. We need to continue climbing mpaka tufike kilele. Amen? Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Thank you so much. Sasa nataka tuombe.